Hiyo basi, wewe ulioko hapa una wajibu wa kujua na kusimamia misingi ya Gilgal. Haleluya. Ya, kwa hiyo upo kwenye malezi, upo katika mikono ya Baba, lakini ukijua unatakiwa uenende namna gani. Kwa tulianza hapo nyuma, lakini sasa leo ningependa tutaangalia swala zima la waumini, kwa maana tunasema katiba ina wanachama, lakini tunapozungumzia wanachama tunazungumzia waumini wa Gilgal Revival Church. Tulianza kidogo kipindi kilichopita, lakini nitaanzia hapo kwa sababu tutazungumzia tu hapo, na watu tunatakiwa kuwa na waumini wa aina gani na wajibu wao ni upi, kwa sababu hapo ndio penye unazosema shida au ndio mizizi. Yaani ukitoka nje hapo, tafsiri yake huku juu huwezi ukajua kitu gani kinachoendelea. Kwa hiyo swala zima la kumtazama muumini. Amen. Kwa hiyo ndio tutakuwa somo letu la leo. Kwa kabla kuendelea, basi naomba tufumbe macho tuweze kumwalika Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mtumishi wako nimepata kibali mbele zako kwa ajili ya kuzungumza na kusema na watu wako. Mungu, wewe ndio ulimpa maono mtumishi wako kwa ajili ya taasisi hii. Sana wakati huu ambapo tunakwenda kujifunza kuhusiana na misingi ya taasisi yetu, tunasihi Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi, akatufundishe na kutufanya tukashika mafundisho. Isiwe na maneno matupu ambayo tutakwenda kuyaongea, bali Bwana ukape nguvu na kapate kuishi ndani ya mioyo yetu. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante. Kwa hiyo ni wasihi sana kwanza mniazime masikio yenu, lakini niombe hapo tunaposimama au tutapokwenda kujifunza vitu vichache, niombe tunajifunza, lakini ni jambo la kiroho. Kwa hiyo hakikisha kitu hiki tunachojifunza kikuingie, kwa sababu tunataka hapo ujue kitu gani. Kwa hiyo kaa katika mkao ambao unapokea kitu ambacho kitakwenda kukufundisha na kukusaidia, kwa sababu unapokuwa muumini wa Gilgal, tunaamini ni mtu ambaye unatakiwa ulete mabadiliko katika taasisi hii ya Gilgal. Amen. Tunaamini ni kwamba utakuwa ni mtu ambaye utaifanya Gilgal iende mbele na isiwe nyuma. Amen. Kwa sababu huduma hii wanaposema kwamba ni Mungu mwenyewe aliyeanzisha, kwa sababu tunaamini tuko chini ya mchungaji ambaye Mungu alimpa maono na anamtumia. Kwa kama alimpa maono, maana yake kazi hii ni Mungu mwenyewe aliyeanzisha. Kwa kama Mungu mwenyewe alianzisha, maana yake kupo mahala ambapo anaipeleka au anatarajia au alipanga kuifikisha. Kwa kama Mungu mwenyewe ana malengo na taasisi hii, tunadhani ama ni hakika kwamba hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kaishusha chini. Amen. Kwa hiyo tuko hapa tunajifunza. Inawezekana hujui Gilgal ni nini na malengo ya taasisi ni yapi, na wajibu wako kama mshirika malapa ni upi. Kwa hiyo basi, kwa muktadha huo, kwamba jenga utulivu wakati unapokwenda kupokea maarifa haya, ili ujue ni jinsi gani unapoingia hapa unachotakiwa kukifanya, unapotakiwa kuenenda. Amen. Ya, kwa hiyo na Mungu akusaidie. Na tutapita kwenye katiba yetu, lakini pia tutapita pia kwenye neno la Mungu, kwa sababu ni vitu ambavyo haviachani, kwa sababu katiba hii imejengwa kwa misingi ya Mungu. Kwa hiyo na msingi wetu wa Gilgal wa imani tulishazungumza kwamba msingi wetu umejengwa kwa nini? Sisi tunaamini neno la Mungu, kwa maana Biblia. Kwa hiyo mafundisho yetu na kila kuenenda kwetu kutajikita hapo katika
misingi ya neno la Mungu. Amen. Ya, kwa hiyo usitofautishe, usije ukaona kwamba tuko nje kiroho, kwamba kwa nini tunajifunza katiba ya Gilgali. Bado tupo rohoni, kwa sababu katiba imetengenezwa kwa kuzingatia misingi ya neno la Mungu. Na ukishaweka akili yako hivyo, basi itakuongoza wewe kutimiza kile ambacho Gilgali inakutaka ufanye. Amina. Kwa tuna waumini, kwa maana washirika wa aina mbili. Leo tutasema hapo. Amen. Nasema kutakuwa na aina kuu mbili za wanachama kama zilivyoainishwa hapa chini. Mwanachama aina kwanza ni yule ambaye amejitoa kikamilifu na kujiandikisha kwa kukubali kujiunga na huduma hii, na huyu atapaswa kupewa haki zote na kuhudumiwa wakati wa uhitaji wake mbalimbali, kama kufungiwa ndoa, matatizo yoyote anaweza kuyapata ikiwepo misiba. Huduma itapaswa kuwa naye bega kwa bega kwa kadiri ya uwezo utakaokuwepo kwa wakati huo. Lakini aina ya pili ni mwanachama wa aina pili ni yule ambaye anahudhuria mikutano na huduma mbalimbali za kanisa pasipo kutoa tamko la kujiunga na huduma. Huyu atahesabiwa kuwa ni mwanachama mtarajiwa atakapopata mambo ya kuhitaji huduma ya kanisa zisizo za dharura, hataweza kusaidiwa, ili pale tu huduma za dharura kama vile misiba na kadhalika, kanisa itajadili kuamua kumsaidia au la. Hata hivyo, washirika wa namna hiyo watashauriwa mara zote kupiga hatua na kukamilisha usajili wao. Amen. Ya, kama nilivyosema mwanzo, hapa ndio penye msingi mkuu wa mshirika, kwa maana kwamba ushirika wako, kwa maana kuwa ndani ya Gilgali umelala hapa kwenye aina kuu mbili za washirika au waumini. Na siku zote baba yetu amekuwa akizungumzia hili, lakini tunazungumza hivi kwa sababu jambo hili, kama tulivyosema, wapo washirika ambao wale ambao wanatambulika kwa maana wamefuata taratibu zote mpaka kujiandikisha na kupata vitambulisho, na katiba inasema kwamba hawa kanisa litaangalia katika mambo mbalimbali, iwe ni katika matatizo au katika raha, mfano kama vile kufunga ndoa na mambo mengineyo. Kwa kanisa litawajibika au litahusika bega kwa bega. Lakini wapo wengine wanaweza kusema kwamba ni kama wapita njia, inawezekana labda kuna kitu kama kifuata au ndio ile mikate, inawezekana, si ndio jamani? Yesu alikuwa na makutano alikuwa nao, alikuwa zaidi ya ngapi? 5,000, si ndio? Aliwalisha, so walikula mikate na samaki. Baadaye kesho yake, si lini sikumbuki, wakaanza kumfuata mpaka kule ufukweni. Tulikutafuta sana, tukukuona, kumbe huko. Lakini aliwajibuje kwamba ni kweli mmenifuata kwa maana kwamba mmenifuata mimi, au mmefuata kwa sababu mlipata nini? Mikate. Kwa hiyo sasa na sisi kama washirika tusio washirika wa mikate, ila kwamba kweli tujue kwa nia na kwa dhati kabisa ya mioyo yetu kwamba tunajua kwa sababu tumefuata Kristo, lakini tuko chini ya ulezi wa baba yetu. Kwa hiyo msingi mkubwa ni kwamba ni kujiambatanisha na huduma hii ili uweze kupata matokeo. Amen. Haleluya. Kwa sababu kuna muda unaweza ukawa na lawama, na hii imekuwa ikitokeza mara nyingi kwamba kanisa limeshindwa kukusaidia, kanisa halina upendo, kanisa sio lina kitu hiki. Lakini cha kwanza tunatakiwa kulichunguza sisi wenyewe toka ndani kwamba je, ushiriki wangu mimi kama mwana Gilgali uko vipi? Amen. Kwa hiyo cha kwanza ambacho mimi ninawataka ili wewe uweze kuwa mshirika wa Gilgali ni kwamba hakikisha umefuata taratibu zote kama mshirika,
kwa maana ya kujiandikisha ili uweze kupata stahiki zote zinazohusisha Mwanagilgali. Haleluya. Kwa hiyo makatibu wa kanisa wapo, fuata utaratibu. Ikiwezekana kama baada ya ibada uliza upate utaratibu ili mimi niweze kuwa mshirika wa Gilgali. Wajibu wangu nini ambacho natakiwa nikifuata. Amen. Kwa sababu unapokuwa mshirika kuna sifa ambazo ili wewe hai, kuna sifa ambazo sisi tutaziangalia kwako ambazo zitatuthibitishia kwamba huyu ni mshirika hai wa Gilgali. Amen. Kwa sasa hapo sisi tutaangalia kama kanisa, kama viongozi, kwamba tunajua sasa huyu ni mwenzetu ama huyu sio mwenzetu. Kwa zipo sifa au wajibu wa mwanachama kwa maana mshirika. Namba moja ambayo naweza kusema kwamba hii ndio imebeba mzizi mkubwa ni kujitoa kwa hali na mali kwa mambo ya usuyo huduma hii ya Gilgali Revival Church. Kujitoa kwa hali na mali kama mshirika. Wapo watu wanaofikiri kwamba huduma kwa maana Gilgali ili iweze kwenda mbele ama kusonga mbele kwamba kuna wapo watu wanaohusika, watu wachache. Nasikana bwana mchungaji, hiyo ni kazi ya mchungaji kuhakikisha Gilgali inakwenda. Ni kweli ni kazi yake kwa maana kama mbeba maono, lakini hapo mambo ambayo ya kikanisa sisi kama washirika ambao tunatakiwa tushiriki kuonyesha uhai wetu na kuitambua Gilgali Revival Church. Amen. Kwa hiyo tusikae hapa kanisani kana kwamba kuna mtu fulani, kwa sababu kuna mtu anaweza kusema kuna jambo linaweza likatangazwa hapa, una makatibu au una nani au una mchungaji, kuna jambo fulani linatakiwa lifanyike, lakini mtu mwingine anasema hapo yanaona kwamba halihusu, kwamba hilo lina wenyewe au lina mtu mwingine anaweza akafanya. Sasa katika kutimiza majukumu au wajibu wetu ndipo pale inapoonyesha uhai tulionao ndani ya taasisi yetu. Na labda niwashirikishe tu jambo moja. Baba, ujue mtu akishaokoka anajua alishamaliza kazi yake, kwamba alishampokea Yesu. Kwa mimi basi ni kuhudhuria ibada na kutoka, lakini si kweli kwamba kuna wajibu wa kufanya ndani ya kanisa la Mungu. Amen. Ya ukishampokea Yesu sasa anakupa kazi za kufanya. Sio kwamba umempokea alafu umerelax umetulia. Na ipo mifano mingi hata kibiblia. Naweza wasomaji mtanisaidia hapo, lakini mimi baba nataka nione yule wa kuna bwana mmoja alikuwa ni tajiri nisema, lakini alikuwa anasafiri akaachia wafanyakazi wake talanta, sio? Nani anaweza kusaidia? Kwa hiyo alisafiri kwa muda mrefu, akamwachia huyu mmoja, huyu akampa mbili, huyu akampa tano. Kwa hiyo aliposafiri kuna mmoja ambaye alikabidhiwa kama kwenda kuizika, akachimba chini, akafukia, akaiweka. Lakini wale wengine walizifanyia kazi wakazalisha. Na waliporudi tunajua majibu ambayo yule ambaye alizika chini na maneno, kwa sababu alitoa maneno magumu kidogo kwa bosi wake. Alimwambia umezoea kufanya. Tumepata ile andiko leo. Mathayo sura 25 kuanzia mstari wa 14. Maana ni mfano wa mtu mmoja atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akatuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akatuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake.
Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama, talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama, talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule alipokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia jamani? Hayo maneno tumesikia? Amen. Hayo ni ya nani? Ya kwangu? Maneno ya nani? Sasa muulize jirani yako, yeye yupo kwenye gani hapo? Kwa sababu tumepewa talanta, si ndio jamani? Sasa umeifanyia kitu gani? Uwepo wako hapa ni gani? Maana umepewa talanta. Je, umefanya nini kwa ajili ya Bwana? Tujiulize kwamba tumefanya nini kwa ajili ya Bwana. Sasa hapa hii ni mmoja kati ya mifano mingi ambao Biblia inatuambia. Sasa tujue kabisa uwepo wetu hapa ni gani sisi. Wajibu wetu, tumetimiza wajibu wetu kwa kiwango gani? Je, unajua ni wajibu wa mchungaji, ni wajibu wa katibu, ni wajibu wa leo, kwa sababu leo anakimbizana na mchungaji kila sehemu, unajua leo ile. Lakini usikujua wanatumikia talanta yake. Amen. Sasa mwenzangu, mimi na wewe ni nini ambacho tunafanya kwa ajili ya Bwana? Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba kujitoa kwa hali na mali kwa mambo ya huduma hii ya Gilgal ni jambo la msingi sana, kwa sababu wokovu wako au wokovu wetu hautenganishwi, yaani unaunganishwa na ile huduma ambayo tunaifanya ndani ya kanisa. Haleluya. Amen. Ya, kwa hiyo tusiwe wale washirika wa kuingia na kutoka. Lazima ujue kwamba ni jambo gani ambalo au na wajibu gani ambao unatakiwa kutimiza ndani ya kanisa la Bwana. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Kwa kama tumesoma hilo andiko na kama tumelitafakari vizuri, tafsiri yake ni nini? Kwamba inawezekana mbingu tukaikosa, si ndio? Au tunasema au nasi sijekana tunga hapo. Si ndio tumesoma? Inawezekana siwezi kutafakari maandiko, lakini mtanisaidia. Mimi naona tuiache hivi. Lakini mimi kwa uwezo wangu mdogo, yaani tayari, yaani hapo naona kwamba nina kazi ya kufanya. Amen. Sijui wewe mwenzangu umeona, lakini mimi hapo nimeona yule nimepewa, lakini kama kipawa ambacho Mungu ameachilia ndani yako baada ya kukuokoa,
ukashindwa kutimiza, tafsiri yake ni kwamba kuna changamoto. Sasa sitaki kusema hiyo changamoto, maana sitaki niwe hakimu. Kwa hiyo natakiwa mimi nakuachia hiyo challenge nitafakari mwenyewe, lakini mimi naona ipo shida. Kwa hiyo ni wajibu wetu kukumbushana, kwa maana kwamba ndio maana nikasema kwamba inawezekana kuzungumza vitu vichache leo, lakini vitu vya msingi sana katika uwepo wetu katika taasisi ya Gilgal. Umefanya nini kwa ajili ya Gilgal? Mpaka leo mtu akikuuliza, toka tulipoanza kufika poli hapa mpaka sasa tuko huko, wewe jiulize kwamba umefanya nini kwa ajili ya Gilgal na umefanya nini kwa ajili, kwa sababu kufanya kwa ajili ya Gilgal maana ndio kazi ya Mungu. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akasema kwamba nafanya, baba huwa anasema hapa, anasema kuna watu wanasema nikitoa sadaka nampa mchungaji, kitu ambacho sio sahihi kwa mujibu wa maandiko. Kwa hiyo sasa tulitafakari wenyewe ndani ya mioyo yetu kwamba uwepo wetu, tuko hapa Gilgal, tumechagua na tumeamua wenyewe kuwa Gilgal. Hakuna mtu anayeshurutishwa, bali tulikuja kila mtu kwa wakati wake. Je, yale ambayo Mungu anahitaji sisi tuyatekeleze, ambayo katiba yetu imeyachukua na imeyaweka kama moja ya misingi ya kutuongoza katika taasisi hii, kwa sehemu yako wewe kama muumini mshirika wa Gilgal, umefanya nini kwa ajili ya Gilgal? Umefanya nini kwa ajili ya Mungu? Kwa sababu katiba yetu kwenye wajibu wa mwanachama inatutaka kujitoa kwa hali na mali kwa ajili ya taasisi yetu. Yako mambo mengi ambayo huwa yanatangazwa hapa, yapo mambo mengi ambayo huwa yanatolewa maelekezo kwa maana ya kufanyika kwa ajili ya taasisi yetu. Je, wewe kwa nafasi yako umefanya? Wapo watu hapa tulioitangaza michango ya ujenzi, lakini mpaka kesho hawajawahi kuikamilisha. Sasa hiyo umekuwa ukitafakari mwenyewe kwamba wewe uko sehemu gani katika utumishi wako. Mambo mengi ya kihuduma yametangazwa hapa. Siku zote hatujaitangaza, watu wanaahidi, na mtu anaahidi mwenyewe kabisa, wala hajalazimishwa kwamba mimi nitafanya hiki, lakini mpaka siku ya mwisho hakuna chotekeleza. Mimi natakwambia tu kwamba hiyo hadi ishaandikwa na kwamba lazima utakuja kuulizwa. Kwa hiyo tufanye mambo, utapokuwa tunakuwa kwenye maombi, tunaabudu, tunafanya hayo yote tunayofanya, hayatenganishwi na mambo mengine ya kihuduma ambayo yanatangazwa kanisani. Ni mambo ya msingi. Kwa kila unachoambiwa hapa Gilgal, hakikisha unakifuata na unakifanya, na sio tu lazima uambiwe kile ambacho unaona kipo unaweza ukafanya kwa ajili ya kuhakikisha taasisi ya Gilgal inakwenda mbele, inasonga mbele. Unaweza usio na kitu ukawa una ushauri, unaweza ukawa unajua watu wanafikiri kwamba msingi ni pesa. Sawa, pesa ni jambo la mambo, lakini hapo mambo ambayo unaweza ukafanya, sio lazima utumie fedha, lakini ukatumika mbele za Mungu. Baba huwa anasema unaweza, kuna siku anaongea kwamba unaweza ukafanyia hata kanisa, kufanyia kanisa kuhitaji uwe na pesa. Ni kwamba unaweza ukatoka ukaja ukafanya usafi kanisani, bado ni huduma. Umeonyesha maagano wewe wa upendo kwa ajili ya taasisi yako. Maana Mungu anasema kwamba watu hao wanapenda kwa vingi, si ndio? Pale Tito moja mstari wa ngapi? Hebu mchekea hapo. Mathayo sura ya 15 mstari wa 8. Watu hao huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Amen. Nilikuwa napenda na pale hiyo moja, lakini kwa napenda kusoma Tito 1:16. Yes. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana.
ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anaongea maneno makali kidogo hapa. Matao niliona kama lakini hapo Mike anasema amepiga kwenye mshono, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tukipitia maandiko tukiyatafakari, tunaona jinsi gani Mungu anatamani tuwe. Yaani jinsi gani Mungu anatamani sisi tuwe, lakini sisi tuko mbali na. Kwamba tunamkiri, tunaimba, tunaruka, tunafanya kila aina ya kitu ili watu watuone kwamba tunampenda Mungu. Ili watu watuone, lakini Mungu wetu yeye anatutazama kutoka ndani. Kwamba huyu anaruka kimasai, si ndio? Lakini je, kweli huyu mtu yuko upande wangu? Kweli ananipenda kwa dhati? Kwa hiyo kuna viwango ambavyo Mungu yeye anatutazama sisi kwa ajili ya kuthibitisha upendo wetu kwake. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, leo mimi ni waombe ni wasi kwamba kwa kweli nasema, ndio maana nasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote. Ndicho kipimo mweke kiangalia. Au watu tunasoma tu ile andiko tushakulitafakari. Tushakulitafakari. Maana hao ni mambo mangapi? Sijamalizia kule mwisho kwa maana mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini tuanzie hapo kwanza. Kweli je, hayo mambo manne mimi wanatafakari. Alafu unanipima kiwango, naona kwamba bado sijafika. Kwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote. Sisi tumeona jamani. Sasa upendo wetu sisi kwa Mungu mwake unapimwa katika viwango hivi. Basi tujaribu, tunaweza tusifike hiyo 100%. Lakini je, tunaweza kuitafuta? Tunaweza kuitafuta 50, unazidi kusogea mdogo mdogo, si ndio? Kwa sababu unajua mara nyingi huwa unaweza ukasema kwamba ndio ile mtu anasema nimesali sana miaka mingi toka nimeanza, lakini sijawahi kuona Mungu akinibariki au sijawahi kumuona Mungu. Lakini Mungu ana viwango. Inawezekana tunakuja kanisani kwa mazoea, lakini yeye ndiye anatutazama kwa sababu yeye anaona mambo yote mpaka leo sisi. Kwa je, upendo wetu, ibada zetu ni kweli kabisa zinamdhihirisha Mungu? Kwa hiyo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo kwa upande wetu hapa Gilgal nasema kwamba jitoe kwa hali na mali, kwa sababu sisi hatuna mahali pengine. Hii hapa ndio kwetu. Amen. Tunaamini hapa ndio kwetu. Kama kwetu ni hapa, maana nguvu zetu zote ndio tuzielekeze wapi? Gilgal, ambapo hapa ndio nyumbani kwetu. Kwa jambo lote jema ambalo unaona linawezekana, maelekezo na kila jambo kwa ajili ya ustawi wa taasisi yetu, maana nguvu zetu zote zinatakiwa zielekezwe hapa, kwa sababu hapa ndio nyumbani na ndipo tunapopata chakula chetu cha kila siku. Amen. Basi tukutie moyo mkuu wa taasisi yetu kwa kutimiza wajibu wetu. Unajua baba yetu ana kazi kubwa. Mimi natafakari lakini wasipate majibu. Unajua mtu mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka anasimama madhabahuni na hajai. Yeye anasema kwamba kile kibaba kimejaa, si ndio? Kwa mtu ashapungukiwa mafundisho hapa jamani. Siku zote tunakuja, tunafundishwa, tunaombewa, tunakuja. Hao ndio maisha yake, si ndio? Sasa sisi tunatimiza nini kwa ajili ya Gilgal? Maana yeye ametimiza wajibu wake kwa ajili ya Gilgal. Kwa maana mimi naamini kabisa hata Mungu akitazama anaona hana deni, maana anazidi kujaza, si ndio? Kwa sasa sisi kwa nafasi yetu tumefanya nini? Kwa maana kuhakikisha tunasukuma ili gurudumu lizidi kwenda mbele. Kwa upo wajibu wa kujitoa kwa ajili ya taasisi yetu. Upo wajibu wa kuhakikisha kumpenda Mungu, maana ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunafuata taratibu zote za taasisi yetu ya Gilgal. Amen. Ya, kwa hiyo
tutajikita hapa, tusimamie hapa, tuhakikishe, kwa sababu hapa ndipo pana tatizo. Uharibifu wote wao unaanzia hapa, kwa sababu kama ni uasi, ni kitu chochote kile baki wao kinaanzia pale ambapo mtu hajui umuhimu au misingi ya taasisi hiyo aliyopo. Kwa hiyo kila mmoja hakikisha kama kweli mimi nampenda Mungu, nipo Gilgal, tujue na wasema umeingia mazima au uko nusu, au mguu mmoja uko ndani mmoja uko nje. Kwa mimi nakushauri kama umeamua kwa dhati, fuata kile ambacho kinaelekezwa. Lakini kama ni tofauti, maana yake tafsiri yake unapoteza muda. Haleluya. Tafsiri yake unapoteza muda wako. Kwa sababu kama unajua kabisa, tunajua kwamba tupo hapa, maana Baba tupo hapa kwa maana lengo letu la kwanza ni kwenda mbinguni. Lakini la pili, bado kuna maisha hapa duniani. Kama bado kuna maisha, maana tunamhitaji Mungu sana katika maisha yetu. Na ili tuweze kuendesha maisha yake, lazima Mungu atubariki, achilie baraka zake ili tuweze kusonga mbele. Na baraka zake ataziachiliaje juu yako au juu yetu? Ni pale tutakapoweza kutimiza wajibu wetu kama waumini wa taasisi ya Gilgal Revival Church. Mimi naamini hakuna ambacho tumekosa katika mafundisho, katika maombi, lakini tulitafakari kwamba mimi napiga hatua, mimi siendi, mimi nimekwama, ni wapi? Tusianze kutoa kabla hujamlaumu mtu, anza kujitafakari mwenyewe ndani kwamba nini au nina wajibu gani mbele za Mungu. Kuwa na wajibu mbele za Mungu, maanake moja ya mambo ni kuhakikisha kwamba nipo katika taasisi hii ya Gilgal na nina wajibu wa kuhakikisha na yale yote ambayo yameelekezwa au nina wajibu wa kuyafanya ninayatekeleza. Kwa hilo ni jambo kubwa ambalo kila mmoja alikuwa nitafakari, na alitafakari kiroho kabisa, wala si tafakari juu juu. Yaani kwamba mimi nipo hapa kama natakiwa nifanye jambo gani? Je, Mungu ananionaje uwepo wangu Gilgal? Mungu akinitazama anaona hapa mimi nilipo Gilgal, je, niko upande gani? Niko upande wa mtu ambaye anazalisha, au nipo katika upande mtu ambaye anaua? Kwa maana kwamba alichokipokea kipo pale, kimekufa, lakini je, hicho ndicho Mungu alichokutia? Kama nilivyosema mwanzo kwamba wokovu hauishii kuongozwa sala ya toba na ukao umemaliza biashara ile pale. Ni kwamba Mungu anakupa wajibu wa kufanya, kwa sababu Biblia inasema sisi ni watendakazi, ndio shambani mwa Bwana. Kwa hiyo kama ni mtendakazi, wewe umetenda kazi gani ndani ya Gilgal? Tuko Gilgal, ndio shamba letu. Kama sehemu ya watendakazi, jambo gani ambalo tunaweza tukalitamka na tukajivunia kwamba mimi nipo Gilgal, nimefanya 1, 2, 3? Kwa sababu kufanya, hujafanya kwa ajili ya mtu, umefanya kwa ajili yako, kwa sababu Mungu yeye anayesiriri ndio atakaye kujaza wewe. Amen. Ya, usitegemee na usifanye jambo usubiri kwamba mchungaji si aje anashukuru, anipigie simu, anipongeze. Fanya kwa maana unafanya kwa Mungu, na siku zote anakuwa sisitiza hivyo. Amen. Fanya ukijua unafanya na Mungu, na kama kweli unampenda. Ndio maana nasema kwamba inawezekana bado hatujafika viwango vya kumpenda Mungu, lakini tukifikia viwango vya kumpenda Mungu, utakuwa una amani ya kile ambacho unakifanya katika huduma hii. Hutashurutishwa na mtu, kuna ile kufanya kwa kuna mtu anaweza kusema anafanya elimradi kwa sababu watu wamesema. Hiyo bado, kwa sababu nasema utumishi wako ni kama sadaka mbele za Mungu. Kwa kile unachokifanya maana kinakuwa kina mrejesho mbele za Mungu. Kwa hiyo nao nataka kusema nini? Kwamba lolote utakalofanya ukiwa Gilgal, utakaloelekezwa kufanya kwa moyo na kwa amani. Yaani moyo wako uwe umefunguka. Usifanye kwa maana kwamba natimiza wajibu, kwa sababu hiyo baadaye itageuka kuwa alama kwako. Hutaona kitu chochote, na baadaye tutaishia manunguniko na kulaumu. Kwa swala zima la utumishi, utakie kumlaumu mtu. Simama imara, timiza wajibu wako
ndipo pale utakapomwona Mungu akishughulika na maisha yako. Haleluya, amen. Ya, kwa hiyo nikitazama naona sura, nafikiri na mkoroni vizuri kabisa, na nikiangalia naona vitu kama vinaingia, si ndio? Kwa hiyo tunatarajia tuone mabadiliko. Mafundisho haya tunapoyatoa ni kwamba kuna kusudi, kwa sababu mimi naamini kila jambo jema lina kusudi ya Mungu ndani yake. Amen. Kwa hiyo basi hata mafundisho haya, ujumbe huu manake umekuja wakati maalum na wakati muhimu. Kikubwa, simama imara na mafundisho ambayo unapewa, lakini itazame Gilgali kama nyumbani kwako, kama huna sehemu nyingine ya kusimamia zaidi ya Gilgali, kwa sababu tunajua sisi maisha yetu bila Yesu hatuwezi. Sasa Yesu tunampata wapi? Hapa ndio pale Yesu anapoonekana, na kama Yesu anaonekana hapa, tafsiri yake ni kwamba ni lazima tuhakikishe ile nguvu yake tunakuwa nao na tunatembea nao. Tutaipataje nguvu yake? Ni pale utakapokuwa karibu, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema sio nikaribieni mimi, ndio. Kwa sababu mimi wanasema siku zote kwamba Mungu ni mwanademokrasia. Mwanademokrasia. Nafikiri mnaweza kuelewa, kwa sababu Mungu hamlazimishi kitu. Kuna mtu alazimishwa kuongoka. Kuna mtu alazimishwa, alishikwa mkono, Bwana Joseph, au Mungu alimswali atoka sehemu fulani akamleta. Wapo, ukiacha hapo wapo watumishi, ukiacha kinapoa watumishi ambao walikutana na mzee wa siku ana kwa ana akawabadilisha maisha yao, lakini na ule ulikuwa ni mpango wa Mungu. Lakini sisi leo hapa tunaposema kwamba sisi Mungu, wokovu tunajua ni mpango wa Mungu kumtafuta wanadamu, si ndio? Kwa hiyo sasa Mungu aliachilia pendo lake kwa wanadamu ili yeye atakayeamini asiweze kumpokea, lakini hajalazimisha mtu, ila ameweka neno lake pale. Kwa atakayeona linamfaa atalichukua na atimize wajibu. Kwa ukishaingia sasa, kuna mambo anakuelekeza kuyafanya ili uweze kumuona. Kwa kila siku atakufungua na kufunulia vitu ambavyo utavifanya ili uweze kumuona na aweze kudhihirika katika maisha yako. Sasa ili Yesu aweze kudhihirika katika maisha yetu, hatutaki kubweteka. Unatakiwa kuwa mtendakazi. Yaani kuna mtu mmoja alisema ufalme wa Mungu unatafutwa kwa nguvu, na wenye nguvu. Kwa neno la Mungu lipo na linatufundisha kila siku. Sijajua tafsiri ya nguvu hiyo watu wanaitafsiri vipi. Kuna mara nilikuwepo, kuna mtu alikuwa anaomba. Sisi katika ile maombi alikuwa anaomba kwa nguvu sana. Kwa nguvu. Kwa hapo anatembea na neno pia. Yaani ile mpaa anayotumia katika kuomba, anasema ufalme wa Mungu patikana kwa nguvu. Kwa hiyo alikuwa tafsiri yake katika ile maombi anaposhusha pale, ile nguvu ndio anautafuta ufalme. Lakini mimi naamini kuna zaidi ya pale. Mimi naamini kuna zaidi ya pale katika kuomba. Kwa maana kwa nguvu maana yake ni katika kumtafuta Mungu. Ni mambo gani ambayo utatakiwa kuyafanya ili uweze kumwona Mungu katika maisha yako? Ni mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya ili Mungu adhihirike katika maisha yako? Sio tu katika kupiga ile paa pale ya maombi. Kwa hiyo unaweza ukapiga pale lakini ukatoka pale usifanye mapenzi ya Mungu. Sasa kama unafanya mapenzi ya Mungu, maana yake bado ufalme ule hutaupata. Kwa sababu ukifanya mapenzi ya Mungu, basi ndio ufalme wako utakavyozidi kudhihirika ndani yako. Kwa hiyo naamini tunatakiwa kutumia nguvu kutafuta ufalme, lakini nguvu hiyo ni bidii. Lazima tuwe na juhudi katika Mungu, ndipo pale tutakapomwona. Na bidii yetu maana sio ya kujichosha. Unaweza kuwa unafanya bidii alafu nje ya mapenzi ya Mungu. Wanasema hakuna bidii shida
neema ya Mungu, si ndio? Kwa hiyo bidii yetu kila utakaolifanya maana liwe ni katika Bwana. Tumtangulize Mungu katika kila jambo na atatufanikisha katika kila eneo, kwa sababu tukitumia akili yetu, kuna muda unaweza ukafanya kazi ukaenda mpaka ukaisi unachanganyikiwa. Wanampigia hata simu baba, sipigana mpigia asubuhi, yaani nikiona kabisa siku ya leo siielewe, kwa sababu mambo mengi. Kwa hiyo unaona kama ufahamu kama unachanganyikiwa, lakini ukimtanguliza Mungu katika kila jambo anafanya wepesi na anatuliza dhoruba. Si kazi zetu ni ngumu. Unaweza ukatoka hapo unaanza migogoro ya wananchi, ukaanza hivi kuna pambana, lakini unashangaa, yaani Mungu ukimtanguliza, ukiomba, unashangaa siku tulipo, ufahamu umetulia, hakuna vurugu. Kwa upande wasema kwamba mtuliza dhoruba, si ndio? Kama bahari ilimtii, sasa kwa nini vitu vingine vikashindwa kutii? Amen. Kwa hiyo sasa sisi uwepo wetu hapa, tusitumie akili zetu peke yake, tusitumie bidii zetu peke yake, lakini tumtangulize Mungu katika kila jambo, naye atatufanikisha. Amen. Unaweza ukajitazama jinsi ulivyo ukajikatia tamaa, lakini sio sahihi, kwa sababu Mungu anaweza kuinua mtu katika hali yoyote ile. Amen. Wapo watu wengi ambao tunaweza tukajifunza kupitia Biblia, ambao Mungu walikuja kuwa watu wakubwa, lakini hakuna aliyetarajia. Cheki Daudi alikuwa mchungaji kijana mdogo. Samuel alipoenda kule alimwambia akamtawaze mfalme, alitoa watu wengine, lakini Daudi alikuwa anatenda, alisema hakuna mwingine, wakasema kapo kamoja kanachunga huko, si ndio? Akasema nileteni wewe. Lakini katika hali ya kawaida ya kibinadamu ilikuwa sio rahisi, si ndio? Kuna mtu alimfikiria. Kwa Mungu anatembea hata katika vinyonge, na mostly tumejifunza Mungu anatumia vinyonge kwenda kuviinua. Hata Yusufu tunaona alitupwa shimoni, alitelekezwa na ndugu zake, lakini baadaye ndio alikuja kuokoa ndugu zake na baba kubwa na mcha. Kwa hiyo tusikatie tamaa. Wewe uliomba hapa, kwa hali yoyote ulionayo, mimi naamini una uwezo wa kumtumikia Mungu kupitia taasisi ya Gilgal na ukafanya mambo makubwa. Amen. Kwa hiyo usitazame kwamba ni fulani mwenye wajibu wa kufanya jambo fulani, ni fulani anaweza kufanya hiki. Kila mmoja ana uwezo, so long as Yesu yuko ndani yake, kwa sababu unaweza kufanya mambo makubwa. Amen. Zipo shuhuda nyingi. Mimi nikikaa binafsi wala nitafakari sana nilikotoka mpaka nilipofika, familia zetu tulizopitia, kwa sababu leo hii tumesema hapa, mtu anasema kama mimi, ukiangalia kwa maana neema hata kuwa na wazazi, hiyo bado ni neema kubwa sana. Mimi kwa sababu mzee wangu alifariki hata darasa la kwanza sijaanza, na ndio ilikuwa tumaini, naweza kusema ilikuwa tumaini kubwa la familia mpaka ukoo. Kwa kitendo cha kuondoka yeye, maana ni ukoo mzima ulipata mtikisiko, familia unajua vitu vya ghafla vya ajali. Kwa hiyo sasa huwezi kujua, lakini Mungu anaweza kama amepanga maisha kwa ajili yako, kitu ambacho huwezi ukakijua. Kwa hiyo usikate tamaa. Kuna siku nilikuwa kumalizia mchungaji, yaani unajua imani, kuna kipindi unaweza kuwa una imani lakini usijue kama unayo bado. Hata kipindi cha kukua cha uto unaweza kaa unayo. Kuna vitu unaweza kuwa unavitamka usijue ulikuwa unatamka vitu gani. Mimi nakumbuka kabisa, na bahati mbaya sana sio nzuri, ndio nakumbuka mambo ambayo toka niko darasa miaka 4 huwa nakumbuka mpaka leo. Maongezi ya wazazi wangu nakumbuka mpaka leo, ambao walikuwa wakikaa kuzungumza. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka kusema nini? Mimi katika makuzi yangu sikuwahi kufikiria udhaifu. Yaani mimi sina kitu, niko maisha duni, familia duni, lakini nilikuwa naanza vitu vikubwa sana. Nilikuwa nasema mimi nitakuja kuwa na nyumba, lakini
bado najua, sijui, inawezekana Yesu alikuwa ndani yangu, lakini mimi nilikuwa sifahamu kama yupo, kwa sababu nilikuwa bado mdogo sana. Lakini nilikuwa sio mtu wa kukubali udhaifu. Sina kitu, lakini kwa natamani mimi, yaani natamani aina fulani ya maisha ya kuwa nayo. Lakini hilo la kwanza. La pili, katika sehemu niliyokulia, baba anajua amefika pale. Yaani ni mji ambao ulikuwa una kila aina uovu. Yaani majambazi wa Mbeya ndio walitokea pale, yaani Mabatini, kama mnapasikia Mabatini. Ya, kwa hiyo ni sehemu ambayo mpaka mama wangu alipata mashaka kwa sababu nilikuwa nakaa kijijini, kuishi watu nao mtaani wote ni wanavuta bangi, wanafanya vitu vya ajabu. Lakini namshukuru Mungu sikuwahi kuvuta sigara au sikuwahi kuvuta bangi. Lakini mama wangu alikuwa kwa kiasi kwamba akaniamisha mpaka shule. Nitoka Mbeya nikaenda mpaka Songea, kanapeleka boarding, akasema huyu ataharibikia. Lakini nachotaka kusema ni nini? Kwamba dhamira yangu ndani mimi ni kuna vitu nilikuwa nafikiria. Kwa hapa nilikuwa najua mimi napita tu. Kwa hiyo nasema kwamba ukidhamiria jambo, Mungu lazima atalitimiza. Amen. Yaani hicho ndio kwa pointi yangu hapo. Kama una maono fulani ya wewe unataka kuwa nao, tusikatie tamaa. Kwa maana kwamba amini kwamba inawezekana. Mimi naona ninavyojiona sasa ni kwamba nilikuwa na imani, yaani naona kama imepungua kwa sababu zamani nilikuwa na yale sijaokoka, nilikuwa sijaokoka bado mdogo. Lakini vitu ambavyo nilikuwa naviamini ndio naviishi leo. Lakini naamini bado sijafika. Naamini bado nakwenda. Kwa hiyo nataka nikutie moyo, usijikatie tamaa kwamba mimi siwezi kufanya kitu. Chochote kidogo utakachokifanya au utakachokiamini, Mungu atatazama dhamira yako ndani na atakwenda kukitimiza. Haleluya. Ya, kwa hiyo Gilgali ni ya kwetu. Tusimame na Gilgali, tuitetee, tuipiganie, tuhakikishe inafika mbele. Na mimi nimeongea kama wanasema asie kama kwa maneno haya mtu bado hajaelewa wajibu wake kwa Gilgali, basi ataanza hiyo ni. Lakini mimi naamini kwa neema ya Mungu tutakwenda kubadilika. Tutajua kwamba hapa ni kwetu, ni nyumbani kwetu, tuna wajibu na baraka zetu zinatokana na hapa. Kwa hiyo ili tuweze kuzipata ni lazima tutumike. Naomba tutumikie Mungu. Hakuna namna. Baada ya kaka basi anasema nifanye hitimisho tu. Sasa dakika 5 kuendelea zaidi. Tutaendelea siku nyingine. Lakini neno moja tu ambalo napenda niwaachie ni uwe na dhamira ya dhati ya kumtumikia Mungu. Tuwe na dhamira ya dhati ya kumtumikia Mungu. Na hatuna mahali pengine pa kutumika zaidi ya hapa Gilgali. Na kumtumikia Mungu kuna baraka. Kumtumikia Mungu kuna badilisha maisha yetu. Wapo watu wengi tushawasema ambao walitumika, ambao Mungu aliwadhihirisha. Lakini jambo pekee tu ni kwamba Yesu mwenyewe anatuona, si kwamba anatuona juhudi zetu, nia yetu ya dhati. Kwa sababu anakumbuka kuna sehemu nilisoma sikumbuki, Yesu kuna mtu alimuona toka mbali, lakini aliona kitu gani kiko ndani yake. Sasa sijajua kama ilikuwa kwa wema au kwa ubaya, lakini tu alisema mtazame, asema Israeli kweli kweli hana ila ndani yake. Yes. Kwa hiyo Mungu anatuona, dhamira zetu ndani anajua tuna nia gani kwa ajili ya Gilgali.
Kwa hiyo usifanye kitu kwa wakati, yanajua katika kila jambo ambalo utakwenda kulifanya na kumtumikia Mungu, jua Mungu anakuona na hata kuacha. Amen. Kwa hiyo tuamini hivyo, tuende yaani, kwa sababu kila tutakachokwenda kufanya, hata lolote tutakaolifanya kwa ajili ya Gilgali, zipo faida, zipo baraka, kwamba Mungu hata kuacha hivi. Lakini kikubwa, ipende taasisi yako, na katika kuipenda taasisi yako yapo mambo ambayo taasisi inawajibika juu yetu. Tushazungumza, kuna mambo mbalimbali, kuna swala kipindi cha, kuna magonjwa, kuna misiba na vitu kama hivyo, lakini kuna mambo ya furaha kama harusi na vitu kama hivyo. Hapa ndio kwetu, hatuna mara pengine. Kwa hiyo tusione kwamba ni sehemu ya kuingia na kutoka, kwamba nimeenda pale kwa ajili ya maombezi. Maombezi hapo, lakini hili sio kanisa la maombezi. Hili ni kanisa la Mungu ambao lina viwango sawasawa na taasisi zingine za kidini ambazo zimesajiliwa. Kwa fikra hizo natakiwa tuziondoe, lakini bonus kubwa ambayo umeipata hapa ni kwamba una nafasi pia ya kufanywa maombezi na Baba, na zipo siku ambazo wamezitenga za kukutana na watu kwa ajili ya kupata huduma hizo. Kwa hiyo hizo bado ni faida. Amen. Ya, basi tuishie hapo. Ngana tuishie hapo. Tusimame tukufunga. Bwana Yesu, tunakushukuru. Umekuwa pamoja nasi toka tumeanza kipindi hiki hata sasa tumehitimisha. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye Bwana umemwachilia, ametufundisha, ametuonya, ametuelekeza na ametuambia habari za ufalme, habari za kutumika na faida za kutumika mbele zako. Baba, ninaomba maneno haya yasiishie hapa, bali neema yako Mungu ikazidi kuwa pamoja nasi, ili yakaishi ndani yetu na siku zote za